tunazungumzia swala la madaktari, mgomo wa madaktari na kauli iliyotolewa na rais kwamba madaktari aidha waregee kazini ama watafute kazi nyingine, la sivyo matamshi yake mwenyewe rais kwamba we'll deal with them. Na katika studio kuyajadili hayo tunaye mbunge mwakilishi wa sehemu ya wakilishi bungeni ya Kibra Ken Okoth pamoja na wakili Bobby Mkangi. Na Bobby, ulikuwa unaendelea? Nilikuwa nasema kwamba nikijenga hiyo hoja. Ndiyo. Na tumekuwa tunasema hapo kwamba hili swala halikuanza siku 100 zilizopita ama miaka miwili. Tunaweza kwenda nyuma hata miaka 10 sasa tukitafuta vyanzo vya huu mgomo na madaktari kutoa lawama na kwa jumla hii sekta yetu ya afya haswa katika upande wa sekta ya umma. Na ndio nilikuwa nasema kwamba mwananchi ameachwa pale katikati anasuasua kwa sababu mwajiri anasema hivi, mhudumu anasema vingine, lakini ni kama mhudumu na hao wote wawili wanadai kwamba wanampigania mwananchi. Lakini tunajua kwamba katika mwafaka wa kisheria, mwafaka wa kikatiba, mwananchi ana mwakilishi. Mwananchi ana sauti yake. Na mwakilishi sauti iko katika taasisi inayojulikana kama bunge. Naona kwamba wabunge pia walizembea katika swala hili kwa sababu katika huu mfumo ambao tuko nao kwa sasa, urais, kwa hivyo wabunge wanafanya kazi kutumia kamati zao na sio lazima waletewe hoja ili kulizungumzia ama kuliangazia swala. Naona wangekuwa wameshaanza kulishughulikia hili swala mapema. Na kwa sababu walikuwa wanafahamu, hata bunge likija, sisi kama Wakenya, kila mtu alikuwa anafahamu kwamba kuna sintofahamu katika sekta ya afya. Kuna maswala baina ya wahudumu, madaktari na serikali za kaunti, serikali za kitaifa. Tunakumbuka kwamba wauguzi, nurses pia hapo awali walikuwa wamegoma. Tunakumbuka kwamba baada ya kukasimisha majukumu kutoka ngazi ya kitaifa hadi counties, kumekuwa na migomo si haba. Lakini hatujasikia hii sauti ya mwakilishi, sauti ya mbunge ikijitokeza ili tuweze kujua kwamba mwananchi hapa ndiye ambaye muhusika mkuu. Imekuwa ni tunasema reactionary. Tunasubiri ufa utokee na tuliona ukianza, alafu tunajaribu kuziba wakati ambapo tumechelewa, na hapo mwananchi anaumia. Kwa hivyo naona ya kwamba hapa naweza kutoa lawama na niseme ya kwamba mwananchi anaumia kwa sababu yule ambaye alimwajiri ili aweze kumtetea, aweze kutoa sauti yake. Ndiyo. Katika taasisi ya bunge amezembea katika kazi yake. Nikiingia lile swali ambalo ulikuwa umeuliza ama ile hoja ya mwanzo na mheshimiwa alikuwa amegusia kwamba ukienda katika hospitali za umma, wahudumu pale kama ni madaktari, wauguzi, waganga, kwamba huduma zao haziridhishi. Na pole sana katika kile kisa ambacho wametueleza, na Wakenya kuna wengi ambao watatuambia wana visa kama hivyo, matukio kama hayo. Lakini ningependa kusema kwamba sio tu katika sekta ya afya. Huduma mbaya ama Wakenya kutoa lalama kuhusu huduma katika serikali ni katika sekta ya umma, public sector. Ndiyo. Ukienda kama ni taasisi za afya, ukienda kama ni shule, ukienda kama ni unatafuta leseni, mambo kama haya, utasikia tu Wakenya wakitoa lalama zao. Kwa hivyo ni katika na mimi huwa nasema, nafikiri suluhu moja ni kama wewe ni mhudumu, kwa sababu wakilisho wananchi, haswa maafisa wa kidola, state officers na maafisa wakuu katika serikali. Mataifa mengine yamejaribu swala hili. Ukiangalia swala la taifa kama la Uingereza, pia ni swala ni hoja ambayo huwa inazungumziwa sana, na utakuta kwamba kunao wanasiasa fulani ama maafisa wakuu kwa kuashiria kwamba wana imani katika sekta ya umma, wanatumia zile huduma za umma. Hapa
kwa sababu ni kwa sababu mwananchi wa chini anaachwa na suasua, ni kwa sababu wale policy makers, sisi policy makers au tunatengeneza sera. Watakwenda London, tutakwenda London, tutakwenda South Africa, tutakwenda private hospitals. Mheshimiwa anasema kwamba ni kweli lazima wananchi wanalazimishwa kukusanya shilingi hapa na shilingi pale ili waende katika taasisi ya kibinafsi, private hospital. Lakini huo sio mwafaka ambao ulidhamiriwa katika katiba. Kama madaktari wamefeli katika kutoa huduma zao ipasavyo, basi ingekuwa bunge ishaingilia ili swala, wabunge wameingilia na wamewaingilia hao madaktari kabla waende mgomoni, na waambie kwamba wananchi wanalalama hizi, wananchi hawaridhishwi na huduma zenyu, ili tuanze kutengeneza huduma ambayo inamfaa mwananchi. Lakini tukisubiri kwamba sasa watu wanafariki, watoto wanakufa kila siku, alafu tuanze kusema kwamba hizi huduma zilikuwa haziridhishi hata kwa awali, tutaleta madaktari kutoka Cuba na kwingineko. Nimekusikia, asante sana wakili. Wakili anasema kwamba viongozi wamezembea, na mheshimiwa hapa anasema tumfute kazi waziri pamoja na katibu wake. Acha nikufahamishe, lakini nini limeshafika bungeni. Naam. La kwanza ni kwamba bungeni mimi nilikuwa mmoja wapo ambao tulipokea kama wabunge ambao wanashughulika na masuala ya haki za kibinadamu, Human Rights Caucus, na naibu speaker wa bunge Madam Laboso. Tulipokea petition kutoka kwa madaktari wakitetea mambo yao, lakini kama ni swala ambalo already lilikuwa liko mahakamani, si swala ambalo mnaweza kuingililia sana bungeni ikiwa ishapeleka mahakamani. Ikiwa tutasikiza madaktari, utakumbuka pia walisema kwamba hao wanajitetea haki zao, wanataka kuboresha sekta ya afya wanavyoliona, na hawataki wanasiasa ndani yake. Tusije tukawasaidia katika mgomo yao, tusiingilie. Unakumbuka? So la mwisho ni kwamba nikisema tukiacha hiyo yote, hii mambo ambayo imefanyika kwenye miezi mitatu, turudi pale miaka 4 nyuma, hata 2010. Huyu alikuwa ni mmoja wa experts walishughulikia maneno ya nini ya kuandika katiba mpya. Atakueleza ni vipi walimu walikuja wakapata Independent Teacher Service Commission, na madaktari na wahudumu wa afya hawakupata Independent National Health Service Commission. Iko siasa ndani kali sana ndani yake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, no, subiri. La pili ni kwamba kuna watu ambao wanapinga, ambao hawapendi mfumo wa ugatuzi. Kumbuka kwamba sekta ya health kwa kikuu imeshapelekwa kule kwa ugatuzi, na pesa za health mingi tunajaribu kusukuma zifike katika county zetu, alafu magavana na county executives wao na county assembly wao waajibike. Ikiwa sekta kama tuseme Northeastern Province, county za huko, health priority zao ni tofauti na health priority ya Nairobi City, tuwe na pesa zetu za Nairobi City County tukishughulikia priority zetu za health, na hao pia wafanye zao. Uende ukapata primary health issues zao ni tofauti sana na zetu. So ni muhimu. Ugatuzi mimi nina support, hata devolution of healthcare. Kuna wale ambao wanasema la, tutoe devolution kwa mambo ya healthcare, turudishe kwa national government. Mimi napinga. Hiyo pia ni siasa nyingine kubwa sana. Uwezo ukaona mchezo unachezwa hapa, lakini mchezo mkubwa baadaye, hata si huu mgomo, ni kucreate ile circumstance ili tuje tuulize wa Kenya, je, mumekubali kwenye devolution tusije tukadevolve healthcare, tunyang'anye county government, hizo pesa zote zirudi ziliwe pale afya house. Na ndio maana ningependa kubadilisha mkondo hivi sasa, kwa sababu ukiangalia ni wazi kwamba serikali iliyoko hivi sasa imeshindwa kabisa na kutatua tatizo hili la huduma ya afya kwa mwananchi Mkenya. Kwamba mwananchi aliyeturukana, Budalangi, Changamwe, Nyeri, Karatina, popote pale, vigumu sana kwenda kupata ile huduma, ili hali iko katika katiba. Ni kwamba tu haipatiwi maana yoyote na serikali iliyopo. Na ndio maana nauliza, kwa sababu upinzani sasa hivi ungechukua nafasi kubwa sana katika hii, na kuchukua nafasi ya kutaka kuongoza na kutupatia uongozi mbadala wa huu ulipo. Na ukiangalia kwamba umekumbuka vyama tanzu vya muungano wa NASA, upinzani NASA, wakati kura za mchujo za mwezi Aprili zikisubiriwa, vyama vya Wiper, Ford Kenya na ANC wamepinga uteuzi pamoja
na huku baadhi ya wakuu wa vyama hivyo wakipigia debe mpango ambapo kila chama kitawachagua wapeperushaji bendera wake. ODM ndicho maarufu zaidi katika NASA, kwa hivyo inakisiwa kwamba huenda kikafaidika zaidi iwapo mbinu ya uteuzi wa pamoja ndio utazingatiwa. Hali hiyo inathibitisha kwamba NASA inakumbwa na ushindani wa vyama tanzu. Kwa sasa wasiwasi umekumba ODM baada ya wanachama wake kuanza kuhamia vyama vingine ambavyo katika kaunti ya Kwale, kama mfano, aliyekuwa balozi wa Kenya nchini Tanzania Ali Chirau Makwere ambaye alipokelewa na Raila Odinga kugombea tiketi ya ugavana, sasa amehamia chama cha Wiper. Mjini Mombasa, Senator Hassan Omar ameungana na mbunge wa Nyali Awiti Bolo kuendesha kampeni kali dhidi ya ODM chini ya Governor Joho, licha kuwa kwenye muungano mmoja wa NASA. Katika kaunti ya Kakamega, Senator Boni Halwale wa Ford Kenya anaendesha kampeni kali dhidi ya Governor Oparanya ambaye yupo ODM. Wote wamo kwenye NASA. Maafisa wa ANC nao wamekosoa hatua ya kamati kuu ya NASA kuwasilisha sheria zinazosimamia uteuzi mbele ya msajili mkuu wa vyama, wakisema hawakuhusishwa. ANC inadai kwamba sheria hizo zilifaa kupitishwa na kamati kuu ya vyama hivyo ambavyo ni vyama vya NASA kabla kuwasilishwa kwa msajili mkuu. Jambo jingine muhimu ni kwamba imesalia chini ya miezi mitano kwa uchaguzi mkuu, lakini sasa NASA haijateua mgombeaji. Je, kuna uwezekano kwamba tangazo hilo linatatizwa kwa ushindani ulioibuka kati ya vyama hivyo tanzu, kwamba kwa sababu ya mashindano yaliyoko, malumbano yaliyoko, ndio maana hawajatangaza ni nani atakaye peperusha bendera ya NASA? Kwa sababu tunaona kwamba kuna ukosefu wa uongozi hapa, hasa nitasimamia katika sekta ya afya. Na kwa sababu hii ni siasa, ungedhani kwamba upinzani ungechukua, wanavyosema Waingereza, advantage na kushinda na kuchukua mamlaka na kutupatia hali mbadala ya sekta ya afya ilivyo hivi sasa. Lakini hatulioni hilo. Tunaona malumbano tu kati ya viongozi wa vyama tanzu. Umechanganya mengi. La kwanza ni kusema kwamba katika mpira, wazo lako la mwisho ni kwamba ikiwa timu mbili wanacheza mpira na kuwe na loose ball, Gor Mahia na AFC, na wana AFC wachape loose ball ile ya ovyo katika area yao ya penalty, waachilie pale, wana defend viovyo, itabidi ile loose ball mchezaji mmoja wa Gor Mahia aje aichukue aitumbukize langoni. Sasa hivi Jubilee wanachapa loose ball kwenye hii issue ya nini, ya healthcare. Iko pale kwenye eneo yao pale, hawadefend vizuri karibu na goal yao. Lakini ukweli wa mambo ni hakuna striker wa NASA amekuja kwenye mambo ya healthcare kuchukua ule mpira kuitumbukiza langoni. Kwa hivyo si bao. Na nakwambia tu ni ukweli wa mambo. Mbona mnashindwa kufunga bao la wazi tu linaonekana? Hilo ni changamoto kwetu. Imetushinda hiyo bado kutumika. Kwa hivyo nakwambia tukienda kwa uchaguzi, sioni kwa hakika ingekuwa ni advantage kwetu kama tumetoa wazo na fikra bora kabisa kusema alternative yetu ni nini ya kuendesha hii system ya healthcare. Kwa mfano tuseme madaktari wanadai la kwanza kwenye CB ambao wanataka mishahara waongezewe 300%. Sisi tuseme hapana, hatuwezi, tuta double tu mishahara yao, tuta triple ama quadruple. Tueleze tutalipa vipi. Baada hatujatoa hiyo policy. Hiyo ni ukweli wa mambo. La pili ni tungependa kusema working conditions zao ni vipi. Rais aligusia swala fulani ambao ni swala nyeti. Madaktari ambao wanafanya kwenye kazi ya umma wanaruhusiwa kuwa kweli tena madaktari na wawekezaji wa private health sector. Inakuwa ni conflict of interest. Utakuwa ukifanya kazi kivipi? Mimi siweze kuwa mbunge kwenye bunge la Kenya alafu niko na passport na citizenship ya Somalia alafu tena niko kwenye bunge ya Somalia. Nitakuwa nikishughulikia Kenya ama Somalia? Ndio maana yake lazima tujiulize kwenye hii sekta ya health, ukweli wa mambo ni madaktari wanapewa licenses 2 kufanya kazi mara 2 na wanashughulikia wapi? Hiyo ni swala nyeti. Ingekuwa pia ni swala. Kwa hivyo si swala rahisi. Pengine uwezo kuona iko ile loose ball pale,
lakini mtu ambaye wakichukua kuitia kwenye lango hayupo bado system ndio ni issue ambayo ni swala nyeti. Kumbuka kuna Philip Murgor kishindwa nyenye kufunga huenda akatokea, lakini naye Dida yeye bado nikisema ni spectator pale kwenye line bado, kwa maana game sasa hivi ni la pili. Ningependa kuzungumzia la muhimu ni ukiingia kwenye mashindano ndani ya NASA, vyama tofauti wanashindana. Hilo ningesema kwamba hii ni kuna methali mbili. La kwanza ni lazima sisi wote ambao ni watu wa NASA ambao tunafikiria tunataka kuleta mabadiliko katika nchi hii, tukipenda kuchukua uongozi wa nchi hii, tuendeshe kutumia sera zetu kutekeleza katiba, wa Kenya waone uongozi bora ambao unaleta maisha bora katika maisha yao kila kwa njia zozote tofauti. Itatubidi tukumbuke methali ambao wahenga walinena kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hiyo ni ukweli, si ndio? Lakini kuna methali nyingine pia labda pia tujisaili tujiulize, kikulacho kingoni mwako. Unamaanisha nini? La maanisha kwamba pale sasa hivi mchezo ambao unachezeka hatuoni umoja wetu ikiwa ndio nguvu yetu, inakuwa sasa ni udhaifu. Na tunaona kwamba wazi sekta sehemu kama Mombasa, ikiwa Wiper watakuwa wanapiga ODM ambao sisi tunashikilia pale uongozi wa county ya Mombasa, basi pale kikulacho kingoni mwako, na pale tutakulana, tutaumizana, cannibalism internal itafanya nini? Tunarudi kuumia baadaye. Utapata Jubilee wamepitia katikati yao. Nikupe mfano hapa Nairobi. Sisi wana code constituency ya Madaraka na constituency ya Embakasi West, tuliweka candidates wetu wa ODM strong kabisa, ndugu yetu Brian Weke na George Aladwa. Akaja mpinzani mwingine wa Wiper akapata kura 6,000. Alafu yule mwana Jubilee akaja akapitia katikati yao akashinda na kura 2,000. Kwenye unaona mfano hiyo. So lazima tujiulize, tukienda na Afrika mzima, tukija kwenye presidential politics, ningependa mwanzo, kabla sijakupatia nafasi ya kumalizia na kumpatia wakili nafasi, ningependa kuwaaga watazamaji wetu katika runinga ya KTN News. Asante sana kwa kuwa nasi, na ningependa kusoma tu baadhi ya jumbe ambazo mmetuma hapa katika Twitter, ambayo mnapata moja hapa kutoka kwa Ochieng Awimbo. Anasema Okoth amegonga ndipo. Kenyatta National Hospital na Bagathi huduma zao ni duni, hakuna anayelalama na strike ya doctors. Na Brian Buyoywa anasema serikali kutojali maslahi ya wananchi ndio chanzo cha mgomo huu wa madaktari. Ogando Duke Ombagi anasema if Uhuru has fired doctors, then lecturers are next to be fired. Tuko pamoja, anasema. Na Brian huyo bado anasema vita dhidi ya serikali na madaktari wanaumia sana. Anatetea madaktari yeye. Kwa wale ambao walikuwa wanakutizama, asante sana kwa kuwa nasi. Tutaendelea kwa kipindi hiki kupitia Radio Maisha. Ukiwa na ujumbe wote ungependa kututumia, tuma katika nambari 2277. Naam, mheshimiwa ulikuwa unaendelea.